wa wageni wa Gileadi, akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika, kwa sababu mvua haikunyesha katika nchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta, ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini ulifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atakapoileta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Eliya. Mungu alibariki neno lake. Amen. Waweza kuketi wapenzi? Mungu awabariki sana. Amen. Waweza kuona Brother Godfrey. Mungu awabariki sana. Amen. Ni muda mrefu sana kama hatuonani uso kwa uso. Yes. Lakini nashukuru leo tumeonana. Amen. Najua Mungu ni mkuu. Asante. Kwa sababu kwa hakika kuishi kwetu ni neema ya Mungu. Amen. Kwa sababu vile tumeshuhudia tuko tunazika wenzetu sana. Amen. Na mara nyingi huwa nasema wakati unaenda ukizika watu, wewe utaendelea tu kuzika watu hivyo. Hata siku moja watakuzika wewe. Yaani usifikiri ati wewe tu ndio unazika watu. Amen. Hata wewe jua watakuzika. Ni ngumu. Si ngumu, watakuzika tu. Kwa sababu kama uko nazika watu, kwani wewe ni miti? Wewe ni mtu tu. Utafika wakati utafanya nini? Zikwa. Lakini kabla ya hapo, najua Mungu anatupenda. Huu uhai ambaye anatupa
anataka tuweze kuangalia maisha yetu. Amen. Inafananaje ukilinganisha na neno? Amen. Si kulinganisha na watu, si kulinganisha na kanisa, hapana. Ukilinganisha na neno. Yes. Kila mara mtoto wa Mungu anataka afanane na neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu hilo ndilo Mungu. Ili kusudi kifo, kwa sababu kifo ni kawaida, itakupata tu. Lakini swali ni kwamba utakapoondoka katika mwili huu, dada yangu, ndugu yangu, itakuwaje? Unajua shetani ni mbaya sana. Yeye hataki tuwaze juu ya hapo. Anataka tuwaze ya kwamba tutakaa, tutafanya maendeleo yetu, mwaka kesho nitaweza kupanda mahindi, nivune mahindi sana, niwe na magunia. Nataka nihakikishe nimejipanua, nimenunua shamba. It is alright. Sawa. Si mbaya. Tufanye tu. Lakini ndugu yangu, acha nikwambie, wakati Mungu atasema leo hii unatoka, you will just go. Amen. Hiyo na hakuna ujanja pale. Utaenda tu. Hii mambo yote umefanya utayaacha tu hapo. Sasa swali ni kwamba hii muda ulikuwa hai, wewe ulikuwa unajilinganisha na neno ama hapana? Tufanye hii mambo yote kwa sababu lazima tufanye. Ama namna gani? Lazima tufanye kwa sababu wewe kusema sasa mchungaji tusifanye. Tufanye kwa sababu sasa si una tumbo. Unataka kukula. Una watoto. Wanataka kukula, wanataka kuvaa, wanataka kwenda shuleni, wanataka kufanya kila kitu. Sababu wanaambia wale watoto wetu ambao wako shuleni, msijaribu kufanya tu mchezo. Wewe enda hapo kusoma bwana. Huko enda kufanya mchezo. Enda soma tu vizuri. Na kama hapana, si wewe waachana na masomo. Kama umeenda hapo, weka bidii. Soma. Uende uingie kwa hiyo target ambayo umelenga. Unajua mzazi anapokupeleka shuleni, anajua huyu mtoto yangu atapita mtihani, kesho atanisaidia. Siko namna hivyo. Katika hali ya kawaida. Sasa tu katika maisha haya tu. Sasa usifike huko ufanye mchezo. Wakati mzazi haka atanajinyima, anawacha anatembelea nguo moja, anasema mtoto yangu asome. Na wewe unafanya tu mzao. Si mzuri hata kidogo. Weka bidii kabisa. Ili kusudi utajisaidia, usaidie na huyo mzazi. Vile vile katika neno la Mungu, ni lazima ukiwa umejitoa kwamba namwamini Mungu, ndugu yangu, dada yangu, acha mchezo bwana. Wewe ukiona kwamba neno limekuja, mimi naambianga nyinyi tu vizuri. Mlango iko hapa hatubembelezani. Hatujakuja biashara nyingine hapa. Hapa tunataka tuende mbinguni. Yes. Hiyo ndio target yetu bwana. Na kwenda mbinguni mpaka tufanane na neno. Si kufanana na mchungaji, si kufanana na kanisa, si kufanana na watu. Unaanza kuniuliza maswali na si wao ndugu, si ni wandugu. Na kwa nini wanafanya hivi? Yaani ulikuja ujilinganisha na wandugu? Ulikuja ujilinganisha na wadada? Ulikuja ujilinganisha na neno? Yes. Angalia neno linasema nini. Tekeleza kile neno linasema. Kwa sababu Yesu alisema si wote wasemao Bwana Bwana, lakini ni wale watendao mapenzi ya Baba aliye mbinguni. Na mapenzi yake iko kwa neno lake Bwana. Hapa haiko kwingine. Mimi sina hiyo mapenzi. Hata nabii hakuwa na hiyo mapenzi. Yeye alikurudisha wapi? Hapa. Yes. Utekeleze neno. Ikikushinda, hakuna vile tutafanya. Na unajua ukatae usikatae utakutana na Mungu. Hiyo naye hakuna ujanja. Ukufe uwe hai utakutana naye. Amen. Hiyo iko tu. Kumbuka mwisho unaenda anguka miguuni kwa Mungu. Sasa utasema nini? Kwa mfano wale ambao tunakuja, nasikia tu neno la Mungu vizuri. Utasema kitu gani? Si kusikia? Si ulisikia? Sasa sitenda. Baada ya kusikia ni kufanya nini? Kutekeleza neno la Mungu. Hiyo ndio biashara iko bwana. Ili twende mbinguni. Hakuna mambo mengine. Mungu awabariki sana. Nafikiri kwa wale ambao hawako tuko tunajaribu kujifunza hii ujumbe inaitwa uwe na hakika na Mungu. Be certain with God. Uwe na hakika na Mungu. Unajua tuna shida sana. Kuna watu wanaenda makanisani lakini wanashuku, hawaamini kama kuna Mungu. Na mtu anaenda kanisani unashangaa. Unajua shetani ni mkora sana. Atakuachilia tu uende kanisani. Lakini ukifika kanisani hata bado unashuku ya kwamba Mungu hawezi kukusaidia. Sasa ulienda nini? Ulienda nini? Mungu awabariki sana. Amen. Si ungewacha. Wacha tu, unajisumbua kitu gani? Kama unajua kwamba Mungu hawezi kukusaidia.
Bwana wabariki. Amen. Tuwe na uhakika na Mungu. Yes. Na ninajua kama utakuwa na uhakika na Mungu, Mungu atakusaidia baba. Atakusaidia. Ako na atakusaidia. Lakini kitu kinafanya mpaka Mungu ashindwe kufanya kile alichoahidi. Sisi tunamfail. Sababu Mungu anaenda na neno lake. Unajua Mungu si mtu anaenda shortcut. Mungu hawezi vunja neno lake. Wewe ukitaka kujua, angalia kile alichosema mwanzo. Wakati aliambia tu Adam na Hawa, akasema msiguze mti huu wa katikati ya bustani. Msikule matunda yake. Na aliwaambia shida ambayo itawapata wakila. Hakuwaficha. Waambia siku mtakula mtafanya nini? Mtakufa. Na walipokula? Yes. Hakuna vile Mungu angejizuia Bwana. Kwa sababu sasa kama angezuia kifo, basi alikuwa muongo. Sababu alisema mkikula mtakufa. Alafu wakule wakose kukufa. Basi Mungu atakuwa muongo. Alishindwa kusaidia watu kwa sababu wenyewe walishindwa kutekeleza neno la Mungu. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Na leo hii nataka niwatangazie ndugu zangu, kama utashindwa kutekeleza neno la Mungu, hakika utakufa. Hapa hakuna ujanja. Utakufa. Mungu aliyenena usifikiri ni muongo, atatekeleza kile alichosema. Na ukitaka kupona, dada yangu, it is simple. Ni rahisi tu. Rudi, chukua neno la Mungu. Fanya vile neno linasema, utapona. Hiyo tu. Kuna mambo mangapi? Na Mungu hajawahi kuwa mbaya. Kabla hajaangamiza dunia, yeye kila mara mpaka aonye watu. Mungu asishtuka tu leo mnaona moto inakuja bubu. Ai Bwana. Paka tutalia. Mai. Ya utanyamaza tu. Ai jamani Mungu. Utuangamize bure. Nini mbaya? Tumefanya nini pale? Yaani watu watalia. Mungu awabariki sana. Amen. Hiyo sababu katika Malaki 4 anasema ya kwamba hangeweza kuangamiza dunia bila kuonya watu kutumia nabii wake. Watu wangelaani Bwana. Na hiyo laana zao zingekosa kweli. Ni kama wewe mzazi, mtoto kama amekosa, ambia yeye makosa yake. Wakati unamchapa viboko, ambie niko na kuchapa kwa sababu ya hii na hii. Lakini sasa mtoto alikosa ile wiki nyingine. Na hiyo mambo umebebana nayo kwa roho. Alafu unashtukia tu hata mko mnakula ugali. Wewe unachomoka na kiboko unaanza kuweka mtoto. Piama kwa mtoto sasa hata kumeza ugali anashindwa mpaka anatema ugali huko. Yaani sasa inakuwa ya. Sasa iko tabu gani? Paka mtoto anasema nini mbaya, utaki nikule ugali? Na wewe umenyamaza. Unachapa. Wewe ukiona huyu mtoto atawasi kitu gani kuhusu? Atasema baba ama mama hataki nikule ugali. Hatajua hiyo makosa. Lakini kama alikosa na ukamwambia wewe, nilikwambia usifanye hivi. Ulisikia mbona umefanya? Kwa hivyo umekosea? Enda chini. Niko na kuchapa kwa sababu ulipuuza yale maneno nilisema. Wakati unachapa huyu mtoto, atajua ni nini inasababisha apigwe. Atarekebisha. Sasa Mungu pia ufanye yale. Hawezi kuja tena kuangamiza watu. Wakati alikuja aleta gharika. Si aliambia watu mapema. Akaambia no, enda ambia watu. Watu walipuuza kama vile wako wanafanya sasa hivi. Watu walipuuza. Wacha hiyo mambo. Wacha. Mtu anaenda kuuliza bishop yake ati kuna mzee mwingine uko anasema tumgoe tajio wacha na hiyo mambo bwana. Sasa mtu anachukua mambo ya askofu yake. Na Mungu hadili na maaskofu. Mungu anadili na si Biblia ndio hii jamani. Kuna maaskofu hapa? Hapana. Kuna nini? Manabii. Yeremia, Isaya, Ezekieli wametunga neno la Mungu umjia nabii. Ili nabii aambie watu. Lakini saa hizi unaona watu wamepuuza. Kuna kuangamia ndugu yao. Unajua watu wanatarajia tupakane mafuta. Tutaenda mbinguni. Niko nawaambia hiyo kupakana mafuta haiko hapa. Kama unatarajia kupaka mafuta baba, hakuna. Sisi tunataka kutarajia kwenda mbinguni. Na kujitarajia kwenda mbinguni lazima tuhakikishe tumeachana na mambo ya ulimwengu. Amen. Yes. Utachukua neno la Mungu na mambo ya ulimwengu weke pamoja? Hapana bwana. Huu ni wakati wa kuonyesha rangi. Kama wewe ni blue we blue. Kama wewe ni green we green. Kama wewe ni mweusi we mweusi.
Kama ni nyeupe, nyeupe. Praise God. Yes. Hakuna mambo ya kucheza hapa. Ni lazima tuonyeshe ulimwengu ya kwamba sisi hapa. Tunataka kwenda huko nyumbani. Na tunafanya huko. Hatufanyi hapa. Yes. Ya hapa yote hatutaki. Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Ndio hapo nilikuwa nauliza jamaa mwingine juzi. Kaambia nyinyi mnatudharau sisi sana wenye ambao tunapeleka watoto hospitali kwenda kutahiriwa. Mnatudharau sana. Kauliza, na wakati hii mtahirishaji hapa ameharibu mtoto hapa nyumbani. Wewe unakimbianga wapi? Unaenda nini? Unaenda nini? Chuo ulikata? Wewe ita mtahirishaji akakuja saidie mtoto. Unakimbia hospitali ya kitu gani? Si mnadharau sisi wenye tunapeleka huko. Tafuta mtahirishaji hapa. Kuja saidie mtoto. Unakimbia hospitali ya kitu gani? Wewe ulikataa. Nikamuuliza, wewe ukiona nani mjinga? Wacha tuseme ukweli bwana. Nani mjinga pale? Wewe mwenye ulikataa na leo umejikuta huko. Wewe si mjinga? Mungu abariki sana. Ambia kuna vitu vingine bwana, wacha tuseme ukweli. Hakuna haja kudanganyana hapa. Wewe umenidharau mimi, nimepeleka huko. Alafu yako akiharibia unakimbia huko. Wewe ni mjinga. Wewe unaenda nini mahali mimi nilienda? Sasa umejikuta huko kama vile mimi nilienda. Si hata afadhali mimi nilienda kwa hiari. No, naenda kwa sababu tu ya ujinga yako. Hatulikaa hapa ati hapa ndio mambo mzuri. Iko mambo mzuri wapi hapa? Mungu awabariki sana. Amen. Ndipo sasa nawaambia kwamba ndugu zangu tusimame na neno la Mungu. Tuhakikishe neno la Mungu linatawala. Yes. Huu si wakati wa kucheza. Huu ni wakati wa kuambia watu ukweli. Tuko tayari kwa lolote lile. Hata wakituona tuliharibika hakuna shida bwana. Hata mitume nao walionekana waliharibika kwa watu. Na ndio wakaingia mbinguni. Haikuwa mchezo. Mungu awabariki sana. Amen. Tuwe na uhakika na Mungu. Kama tunajua Mungu yuko, atatutetea. Hiyo ndio mimi naamini ndugu yangu. Yes, mpaka atutetee bwana. Na nataka niwaambie hivi ndugu yangu na dada yangu. Huu ni wakati ambapo dada yangu ama ndugu yangu lazima uhakikishe kama kweli una hakika na Mungu ama hapana. Si mambo ya kuhangaika. Hapana. Kama unajua sasa ile shida ambayo iko ndugu zangu, mimi naweza jua una shida, lakini nitakusaidiaje bwana? Kwa mfano wewe ni mgonjwa. Yaani jamani, mimi nitakusaidiaje? Wewe ukiona nitakusaidia namna gani? Naweza kukuponya? Hapana. Kila nitafanya ni kujaribu kuambia sister ama brother, hebu kuwa na hakika na Mungu. Mungu yuko, atakuponya. Hapa hatubahatishi. Mungu atakuponya bwana. Kitu tu ni kwamba baki na yeye. Mambo ya kuhangaika achana naye. Muangalie tu. Ambia wewe mpaka uniponye. Si kusema Mungu utaniponya. Hiyo huko unauliza maswali bwana. Huyo mama mwenye alienda kwa Yesu, hakufika na kusema, "Yesu, unaweza kuniponya?" Asema hivi. Alifanyaje? Alishika tu. Na wewe usipige magoti kusema Mungu unaweza kuniponya. Si uliponya kwa wengine. Kitu ni kwamba huko unaniponya. Yaani hapa hakuna mambo ya kwenda kando kando. Unamwambia huko unaniponya? Huko unaniponya? Mimi hakuna mahali pengine, ndio nimekula madawa, nimepigwa masindano, nimefanya kila kitu ambaye si dhambi, lakini mwisho wewe ndio unafanya nini? Yes. Uko unaniponya bwana. Hakuna mambo ya kucheza hapa. Mimi siwezi teseka. Nafikiri mimi niliwatolea mfano ambaye mgudi ilikuwa ikinisumbua hapa. Paka nilikuwa na udiri nilikuwa nimekaa. Nilifungua tu siku moja hii mlango nikaingia peke yangu. Nikaingia tu nikapiga magoti kwa madhabahu. Nikamwambia Mungu, kama hii ndio hali, haitaendelea. Na sitaendelea kuonekana mtumishi wako wakati mkuu inanisumbua hata kuhubiri na hubiri kama nimekaa. Niko naambia watu Mungu wewe unaponya na wewe uniponyi. No. Hiyo hata nikaulize Mungu, kweli watu wataamini kwamba wewe unaponya wakati wanaona tu mimi ni mtumishi wako? Niko naumia mkuu. Nimeenda Kitale wameniponya, sasa inapona inafunguka. Huyu Benedict amekuja amenishughulikia, sasa inapona inafunguka. Nikamwambia hapana. Hapa mahali tumefika unaniponya. Ili nijue mimi ni mtumishi wako, you are going to heal me. Yes.
Ili nitoe ushuhuda bwana. Siwezi endelea kuumia hivi na ninaambia watu Mungu anaponya na mguu inaniumiza. Hapana. Kaambia Mungu sina mahali pengine naenda. Kama ni hospitali nimeenda, wewe unaponya. Hata hawa hakuna dawa ambayo inaponya mtu. Na hakuna daktari anaweza ponya mtu. Lakini Mungu ndio ufanye nini? Kuponya. Madaktari wanafanya kitu gani? Wanatibu. Lakini Mungu anafanya nini? Hata wenyewe ukienda kwa wameandika, we treat but God heals. Praise God. Amen. Lakini shida ni kwamba hatuna uhakika na hayo maneno. Hatuna uhakika na neno la Mungu. Hiyo ndio sababu nahangaika. Hatungeteseka hivi bwana. Rudi ndugu yangu, dada yangu, peleka hii mambo kwa Kristo. Hiyo ndio unaona hata mkutano wa maombi watu hawaji. Yaani mpaka mimi nashangaa pale. Nyinyi mna shida kweli? Really? Wewe una shida. Na ndio tulipanga tukaweka mkutano wa maombi. Tulete shida zetu tupeane Mungu. Hata hiyo naye imekuwa tu ngumu. Yaani wewe fikiri hii, shetani wewe ni mbaya ndugu zangu. Brother God. Yaani ameweka kabisa taratibu. Anasema yale yamewashinda leta kwa ni wasaidie. Hata hiyo naye ati ni ngumu tu. Mpaka wewe unasema ndugu sitwende mkutano wa maombi. Yaani ndugu yangu unashindwa kuelewa sana. Mpaka wakusai, wakuombe tu. Wewe una shida kweli? Mwenye haja yaani mnaambia tu ndugu aenda kwa choo. Yaani brother. Hata ukiona ile hiyo hata unanusa ndugu na nimekuambia nataka kwenda choo. Yaani ni shida ndugu. Yaani kama mtu amekaa tu starehe wewe jua hana shida. Ndio sababu unaona hata mimi siku hizi, mimi sifuati watu. Wewe ni mtu mkubwa bwana, una akili. Umeambiwa, si kwamba hujaambiwa. Yaani mpaka ufuate, hata sasa ukija hapa kwa kufuatwa. Yaani kweli kabisa. Sasa utanena mambo gani? Kwa sababu shida ndiyo itakula kusukuma huko ukuja hapa. Ufika hapo sema ndugu zangu nina shida hii. Tunataka tuweke mbele za Mungu. Yes. Ili Mungu afanye mambo. Lakini shida ni kwamba hatuna uhakika na Mungu. Na mpaka mwingine anasema nimeomba. Okay, wacha nione. Nabii huyu anasema kitu gani hapa? Wacha niangalie hapa. Kuna kitu anasema hapa katika ujumbe wa Ibrania. Wacha niwasomee muone. Unajua kuna mwingine aliniambia na hii kanisa nayo ukiingia shida mingi sana. Na nisinitangulie kwa tangazia. Si niliwaambia mapema. Hapa unajaribiwa. Hapa ukiwa ni mtoto wa Mungu lazima upitie kwa majaribu. Wewe kama hujasoma maandiko, ni juu yako tu, soma maandiko. Wewe angalia mitume. Hawakukaa kwa furaha tu. Hapana. Walijaribiwa bwana. Katika huu ujumbe wa Ibrania paragraph ya 100, ni mlango wa 3. Ibrania mlango wa 3, paragraph ya 138. Sikiza uone kile Mungu anasema hapa. Na uone, unajua watu wanashangaa. Hii kanisa ya kabila gani? Wakati mwingine watu wanaenda, wanaimba, wanacheza, wanarudi nyumbani kama wamefurahi. Lakini hapa kila wakati unapofika ni kutishwa tu. Mungu awabariki sana. Bwana. Mungu atusaidie. Okay. Wewe sikiza kile nabii wako anazungumza uone. Anasema hivi. Mungu anapenda kukuingiza katika shida. Praise God. Hata wana wanakubali. Mnakubali? Mungu awabariki sana. Amen. Mnakubali kuingia kwa shida? Lazima tukubali bwana, kwa sababu hata ukikataa itaingia. Ati Mungu anapenda kuingiza watoto wake katika shida. Mungu. Ndiyo ni shetani amekuja, lakini nani alimruhusu? Sasa hapa anasema Mungu anapenda kuingiza watoto wake katika shida. Kwa nini? Wacha tuendelee tuone vile anasema hapa. Anasema aone utakalofanya kuhusu jambo hilo. Yeye anaruhusu hii kitu ikuje, alafu anataka kuona wewe utafanya nini. Siona dai kwa ni mtoto yake. Hata mmeimba hapa kifurahi, ni mwana wa mfalme, mwana wa mfalme. Utafanya nini
Mungu awabariki sana. Amen. Kwa hiyo aliweka tu kizuizi cha bahari ya Shamu, na muda si muda, unajua, akawaongoza akawaingiza mahali hapa, kisha akamfungua Farao awafuate. Unaona jinsi Mungu anavyopenda kufanya jambo hilo. Anapenda kuonyesha nguvu zake na upendo wake. Yeye ni Mungu, naye anapenda tu kukuonyesha wewe kwamba yeye ni nani. Amina. Praise God. Amen. Wewe usipoingia kwa shida, Mungu ataonyesha nguvu zake. Wewe usipokuwa mgonjwa, Mungu atakuja aponye nini? Unagonjeka ndio Mungu akupo. Sasa ataruhusu shetani aje na magonjwa ili anataka kuona wewe utafanya nini. Sasa kusema wamenichawi hii ama wametupia mafupa, wacha nikimbia ni Mungu awabariki sana. Amen. Anajua hii tu, hata hizi mtoto yangu hii mimi naona hapa. Mtoto yangu si angeniangalia mahali niko, angekimbia aje miguuni pa. Mungu awabariki sana. Amen. Na shida yake ni kwamba siku hizi watu husema, "Lo, siku hizo zimepita." La, Mungu anawezaje kujionyesha wakati unapofundishwa upuzi kama huo? Unasema ati hiyo mambo ya vile watu walikuwa kiponywa, vile Mungu alikuwa akishughulikia watu, hiyo mambo ilipita. Ilipita? Sasa nabii anauliza, Mungu atakushughulikiaje wakati wewe uko unafundishwa upuzi kama huo? Hiyo wakati haijapita. Mungu angali anaponya. Mungu angali yuko. Anatembea na watoto wake. Praise God. Amen. Anasema bali Mungu anapenda kujidhihirisha mwenyewe. Ili Mungu adhihirike na umuone, ndugu yangu, mpaka awe ameleta kitu, ameleta hali. Praise God. Mimi hii mguu kama haingenisumbua ndugu yangu, singeona Mungu akifanya mambo. Na ninasimama hapa nikishuhudia. Na nataka nimwambie kwamba kuna mambo Mungu unajua ilifika wakati Mungu anasema, "Ama mimi si mtumishi wako Bwana. Nini imetokea? Na huku nyuma nimeona ukinisaidia mambo mengi, leo imekuaje? Shida iko wapi?" Yaani nimekaa hapo nimeukasania. Anasema, mtoto wangu usilie. Niko tu. Nitakuponya. Mungu awabariki sana. Amen. Ameniponya ndugu. I'm alright. Niko sawa. Na hiyo natukuza Mungu. Amen. Somo daktari walijaribu wakashindwa. Lakini Mungu akafanya nini? Kwa nini nisimshuhudie kwamba anaweza? Na hii ndugu zangu si kitu ati waliniambia. Okay, waje niwaulize. Waliniambia ati mguu yangu ilikuwa inaumiza. Si nyinyi mliona na macho hata alama si ndio hiyo tu hapa. Si alama ndio hiyo? Brother God, alama ndio hiyo tu. I'm healed. Hiyo ni kitu cha moja kwa moja, na unajua hii mambo inakuja ili kusudi ijenge imani fulani ndani ya. Kama ulikuwa unashuku kwamba Mungu wewe amini Mungu anafanya. Amen. Yes. Amen. Na hii muda wa kuamini usikadirie. Amen. Usikadirie. Unajua wakati mwingine Mungu unaweza kuwa unaomba lakini baada hajashuka, wewe usisema ati amekataa. Hapana. Praise God. Amen. Atakuja. Anataka tu aone kama unaweza kusubiri ama hapana. Sijui mnanipata? Na hiyo inakufanya uwe na hakika na Mungu. Kitu kingine ni kwamba acha nisome hapa. Kuna kitu hapa ambaye nabii anasema tunatuua sana. Na hiyo kitu si mzuri. Katika ujumbe wa uwe na hakika na Mungu, paragrafu ya 38. Wacha tuende pole pole tu mpaka huko chini 44. Nataka msikize hapo vizuri kile nabii anazungumza. Kuna kitu ambacho inatuumiza. Unajua Mungu, niliwaambia kwamba Mungu hawezi kufanya tu shortcut kwa sababu kuna alilia machozi hapo aende tu shortcut na akuja apokonye. Wewe sikiza uone kile nabii anasema hapa. Anasema, "Mwajua ni jambo la ajabu. Mungu na aruhusu hili likolee ndani ya kila mmoja wenu, kama hamtasikia nikihubiri tena. Hebu huu na uwe ujumbe. Ni ajabu
ajabu sana kwamba Mungu wakati mwingine hutenda mambo hivyo. Praise God. Amen. Mnajua baada ya sisi kukiri dhambi zetu, nataka msikize hapo vizuri sana, na kutimiza kila sharti analohitaji Mungu, tumemwamini Mungu, kuna hali ya mambo ambayo sharti itimizwe na ni kulingana na mapenzi yake, nasi tumekwisha kukiri dhambi zetu na tumesahihisha mambo yote tuliyoyatenda, tukafanya yote tunayojua kufanya, kila sharti ambalo Mungu ameamuru au kuagiza, tumetimiza masharti hayo. Hata hivyo yeye yu kimya. Mungu awabariki sana. Amen. Wakati wewe ulikiri dhambi zako, especially wakati mlianza kuamini neno la Mungu, si mlikiri dhambi zenu? Si mlienda mkabatizwa ndani ya maji kwa jina la Bwana Yesu Kristo? Na ukaja ukasema nataka nifuatane na Kristo. Sasa hapo ikawa ya kwamba utende kile anasema, kwa sababu umetaka kumfuata. Sawa sawa? Wakati neno lake linakwambia fanya hivi, unafanya. Wakati neno lake linakwambia kwamba wacha hii, unawacha. Umeanza sasa kusikia. Na unajua anasema unafanya. Anakataza hii, unawacha. Anasema unafanya. Anasema wacha hii, unawacha. Lakini anasema baada ananyamaza tu, kwa sababu baada haka anakupima. Anataka uone uendelee kuwa mwaminifu ama hapana. Labda niendelee kusema hivi. Nina hakika ya kwamba ninawazungumzia watu asubuhi ya leo ambao wamepafikia mahali hapo. Nimekuwapo hapo mara nyingi mimi mwenyewe, ambapo nimerudi nyuma na kuyafuatilia maisha yangu na kupindua kila jiwe, nami ningeona ya kwamba nilifanya kosa, ningelitubu na kusema Bwana Mungu, nitalisahihisha na kuenda kufanya hivyo. Kisha narudi tena na kusema, sasa Bwana, wewe ni Mungu, utanijibu. Kwa kweli nimetimiza kila sharti ulilotaka mimi nitende, na kila sharti nimelitimiza, na hata hivyo hatatenda neno, yaonekana yu kimya. Hapo ndipo inakupasa kuwa na hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Usife moyo. Jambo pekee ni kwamba moyoni mwako uwe na hakika na Mungu. Amen. Praise God. Amen. Mumesikia kile nabii anasema? Unajua wakati unaomba inaonekana kama Mungu hakujibu, si ndio? Anasema rudi nyuma, anza kuangalia maisha yako. Ama kuna mahali umekosea? Kuna mahali pengine umevunja. Unajua, wacha niwaambie ndugu zangu, kama Mungu amekukataza kufanya kitu na unaendelea kufanya na unajifanya kuomba ati akusaidie, hata kusaidia. Amen. Hiyo naye si siri. Hawezi, kwa sababu umepuuza neno lake hapa. Atawezaje kukusaidia? Sasa mpaka urudi nyuma. Kuna mahali nimekosea, kuna mahali nimevunja neno la Mungu. Unaangalia, hakuna. Kama pengine kuna mahali umeona unasema Mungu nisamee kweli, lakini unaona bado amenyamaza. Endelea kuwa na uhakika kwamba yeye amesikia. Yeye ako. Praise God. Amen. Yes. Alafu anasema somo langu, kuwa na hakika kwanza kabla haujatenda lolote. Uwe na hakika moyoni mwako ya kwamba ni Mungu, na utakapotimiza kila kitu alichosema, kisha una hakika ya kwamba yeye ni Mungu. Hapo ndipo imani inapoanza kutenda kazi. Papo hapo imani inasimama imara, kwa kuwa inajua ya kwamba yeye yupo. Amen. Praise God. Amen. Unaona, Mungu ameanza kusema kwanza, hakikisha unatimiza kila kitu anachosema. Sawa sawa? Amen. Hiyo ndio sababu niliwaambia kwamba hapa sitaki kuwaambia kitu ambacho ni mawazo yangu. Kama hata unashuku si neno, kuja uliza. Wewe mchungaji, ulisema hapa ni neno ama ni mawazo yako? Kama si neno nitakwambia usamee yuko na mawazo yako. Tuende kwa neno.
Kwa sababu tunataka tumpendeze Mungu, si kupendeza mchungaji, si kupendeza watu, ni kupendeza Mungu. Na tukifanya yale yeye amesema, tuwe na uhakika ya kwamba yeye yuko na anatuangalia. Unajua ile shida tu ambayo iko ndugu zangu, mpaka wakati mwingine inatusumbua. Unajua hatujaona Mungu. Kuna mtu ambaye anaona Mungu. Sasa hiyo tu inaleta shida. Hapo unasema Mungu anasikia ama hapo anasikia, si kwamba hasikii. Anasikia. Lakini kuna vile anataka pia usubiri. Yaani imani yako iwe ngumu. Mungu awabariki sana. Imani yako iwe dhabiti. Usiwe mtu wa kuyumbishwa, hapana. Mungu awabariki sana. Amen. Amina. Alafu anasema nawe umetimiza kila sharti. Unaamini ya kwamba yeye yuko. Na imani inashikilia imara. Lo, jina lake libarikiwe. Imani haitasongea kwa sababu ina hakika ya kwamba Mungu yuko, naye huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Praise God. Amen. Wale wamtafutao kwa udhaifu. Leo kanisani, kesho hapana. Leo naomba, leo kesho hapana. Anasema tenda hii, unatenda, kesho unasema na nitaweza kweli. Na hii naye sitakuwa. Lakini sisi tunaendanga kanisa, walikuwa na watu kazi hivi. Na mimi mchungaji anatukazia. Mungu bariki sana. Sasa swali nakuuliza hivi. Mimi niko nakukazia kwa maneno yangu. Mimi nikazii kwa maneno yangu. Si ninasoma maandiko. Jamani. Sasa hiyo naye nifanye nini? Wote nitupia jiwe tu. Mimi nami niko nasoma maneno yake. Na ili niwe mtumishi wa Mungu, si niwape yale yeye amesema. Sasa hiyo naye nitakuwa mbaya. Kama ni mambo yangu nasema, mchungaji mbona unakukazia kwa mambo yako? Lakini mimi nasoma kwa maandiko jamani. Ninawapa kile Mungu anataka na kile hata. Unajua Mungu ana mambo mangapi? Mawili. Kuna yale anataka ufanye na kuna yale hataki ufanye. Sasa lazima uchunge sana. Kama utafanya yale ambayo anasema fanya na unaendelea kufanya yale amekukataza, hujampenda, hujamtii, mpaka uache yale ambayo amesema wacha hii, fanya hii, wacha hii, fanya hii, ndio hapo atajua ya kwamba hakika wewe umejitolea. Mungu awabariki sana. Amen. Sisi kama unanipata hapo. Sasa iko wakati mwingine sisi wahubiri tunajihatarisha tu. Na hata ukiangalia utanichukia tu bure. Si mambo yangu nikwambia. Niko nasoma maandiko. Mungu awabariki sana. Amen. Na kile na wakataza, msijaribu kuchukua mambo ya wahubiri. Chukua neno la Mungu. Ili ujue neno la Mungu mpaka akusomee maandiko. Na akikusomea maandiko atakuwa amemali. Yes. Wewe aidha fanya ama kataa. Na ukikataa na mimi sina shida. Sina tabu na wewe. Utanikataa mimi. Si umekataa Mungu. Hiyo itakuwa ni kati yako na Mungu sasa. Lakini unajua ni hatari. Wakati mwingine, wakati mnatuambia sisi ya kwamba unajua tuletee kwa mambo ile msuri. Sasa usituletee ya kutisha. Unajua sasa kama kuna mambo ya kutisha tu kwa neno la Mungu, tutafanya nini? Tutaleta hiyo. Ama unataka turuke? Hatuwezi ruka hiyo. Zimeandikwa kwa maandiko. Kwa mfano vile usome Petro ile ujumbe tuipita juzi. Petro anasema nini? Alikuwa anasema ati mbingu ya sasa na nchi ya sasa imewekewa akiba kwa moto. Na anasema hii vitu vinaenda ungua. Sasa ukisoma maandiko hiyo huko natisha watu. Si uko unasoma maandiko? Amen. Brother, hapo tuko natisha watu. Huko naambia watu chenye inakuja. Wajue. Ndio hapo tulipokuwa kwa matanga hapo niliambia watu, wewe kunywa. Fanya chenye unafanya lakini jua hivi moto iko inakuja. Kwa kuichapa. Moto iko inakuja. Fanya yenye unafanya lakini kumbuka moto inafanya nini? Hakuna mtu atakukataza. Sababu hata mimi nikukataza nitaweza. Sitaweza. Wewe utafanya vile unaona. Lakini kumbuka kama hiyo ambayo unafanya Mungu alikataza. Ndugu yangu moto iko inakuja. Dada yangu moto iko inakuja. Na itapita na wewe. Moto haitacheza. Itapita na wewe. Na ili tuepuke turudi upande wa Mungu. Sawa? Yes, hapo tutapona. Sawa, tutakuwa tumesimama naye. Mungu awabariki sana. Amen. Yeah. Ndipo hapa anasema kwamba kama tutatekeleza kila kitu ambacho Mungu anasema, Mungu pia atawajibika kwa neno la
kwa neno lake. Okay, tunapoendelea hapa nasema, nafikiri tulikuwa tumefika hapo 43 inasema, hebu hili liingie kwenye kilindi kabisa na lisiondoke kwenu, enyi maskani ya Branham. Yaani ndio Branham alikuwa anahubiria hao maskani. Unajua ilikuwa inaitwa maskani ya Branham. Iwapo umetimiza masharti ya Mungu na moyoni mwako unaamini ya kwamba yeye yuko, Mungu anaijaribu imani yako tu, kwa sababu yeye hupenda kufanya hivyo. Umekiri dhambi zako na umetimiza kila sharti ambalo Mungu anahitaji, na hata hivyo yeye ananyamaza kimya. Kumbuka, imani inasema ya kwamba yeye yuko. Basi imani inashikilia hilo bila kujua maana yake, bali inajua ya kwamba yeye yuko na ina hakika ya kwamba yeye yuko. Amen. Praise God. Amen. Mko mnapata madawa ya kuwasaidia. Unajua watu wengi umeomba inaonekana kama Mungu hakujibu. Pengine wamekuombea hapa ule mgonjwa bado ni kama inaendelea tu. Usikufe moyo. Wewe huyo Mungu kuna vile amenyamaza, kwanza nataka kuona huyu mtoto atafanya nini. Huyu mtoto atafanya nini? Nataka nimlete tena. Akaeko ngumu. Mungu awabariki sana. Yes. Basi kumbuka, kama yeye yuko, maneno yake hayana budi kuwa kweli. Praise God. Amen. Na iwapo alikutaka ukabiliane na hali hii ya mambo na umeikabili, yeye hana budi kujali neno lake. Praise God. Amen. Basi kama utabaki kusema Mungu wewe uko, mimi sitaki kujua utaniponya lini, hii mambo itakwisha lini, lakini wewe uko na najua unaniponya. Mungu awabariki sana. Atashuka. Anafanya nini? Anashuka. Atashuka. Atakuponya. Bila aliniponya mimi ndugu yangu. Atashuka. Na ilichukua tu muda mrefu. Ilichukua muda mrefu sana. Hata nafikiri brother, hii mkuu ilipokuwa inasumbuka ulikuwa. Ilichukua tu muda mrefu. Na unajua wakati hali inaendelea hivyo, Mungu anatakanga uwe serious. Amen. Usifanye tu maombi ya mchezo. Tunaona mimi ilichukua, nilikuwa nikiombea kwa nyumbani. Nilikuwa naombea kanisani. Lakini hiyo siku niliamua tu nikuje peke yangu. Sasa nikuje mbele za Mungu niwaambia hapana. Haitakaa hivi bwana. Wewe ni baba jamani. Nini? Hata nikaulize, kuna kitu nimetenda makosa na sijui. Mungu nifanye nijue na nitubu jamani. Sasa hiko inaleta shida. Watu watakuonaje? Watakuaminije? Mungu awabariki sana. Yaani Mungu anataka kwa siri ukienda mbele zake, unaenda ukijua ni lazima yeye afanye hiki kitu. Praise God. Amen. Na anafanya. Si mimi alifanya. Sasa nikisema si kwamba ati niko na bahatisha. Niko nakwambia Mungu yuko. Haijalishi itachukua muda gani dada yangu ama ndugu yangu. Usihangaike. Muangalie yeye. Na Mungu atakufanyia kila kitu. Lakini hapo ndio iko shida. Mahali sisi tunaleta shida. Na unaona hapa kuna kitu amesema ya kwamba lakini uchunge, timiza masharti ya. Unajua hapo tena ndio inaleta shida. Hapo tena inaleta shida. Wewe unaendelea kuomba lakini umepuuza neno lake. Na unaendelea kuomba na unatarajia kujibu. Swali ni hili, atajibu. Hatajibu. Kwa sababu kwanza wewe hujakuwa mtiifu kwa neno lake. Jipime kwanza uone umefanya kila kitu. Hapo sasa unakuwa na ujasiri, unamwambia Mungu, nimejitenga na kila kitu. Nimefanya kila kitu ambacho ulisema baba. Imekuwaje pale? Mungu wangu. Na najua wewe uko. Praise God. Amen. Unaposema mpaka anaona umemtii. Yule mtoto ambaye amekutii, hata sisi ni wazazi. Mtoto ambaye amekutii ndugu yangu, unakosaje kumfanyia yale ambayo anataka kweli? So unafanya? Lakini mtoto ana kiburi bwana. Mwambie kwamba wewe nataka ufungue hiyo mbuzi, wewe. Wewe ufunge kule. Ikule. Basi wewe unaendelea na shughuli zako. Na kijana anatoweka tu pole pole. Anaenda kucheza. Kuangalia hayuko. Kuita hakuna mtu. Basi, alafu sasa anakuja. Fika anasema bwana, mimi nilikwambia nini? Nilikwambia funga hii mbuzi peleka huko bwana. Umesikia? Anasema nimesikia baba.
Sasa anaenda ni kama anaenda kufungua mbuzi. Kufika mahali mbuzi kana anapita tu kwa mbuzi hapa anaenda. Pako wewe mwenyewe unakuja kufungua mbuzi, unaenda kufunga kwa nyasi. Bwana wabariki sana. Amen. Alafu yeye anatoka huko. Baba, njaa imenikula. Nimetamani kukula mkate. Baba, wewe ni baba yangu. Nimetamani mkate. Bwana wabariki sana. Amen. Utamnunulia? Sister, acha niwaambie ukweli na ndugu zangu. Sisi hatuna nguvu kuliko Mungu. Na hiyo kitu ndio mimi nalia sana. Hatuna nguvu kuliko Mungu. Wakati Mungu amekataza. Mimi najua kuna mambo mengine tulifundishwa vibaya katika dini. Na tukadhani hiyo ndio ukweli. Lakini tukifika hapa sisi tunasoma maandiko. Na mambo inaonekana ni mazito sana. Inaonekana ni magumu sana. Lakini ambia Mungu, hii ndio ukweli ambao umeniambia na nitatenda. Hata nichukue nini? Nitatenda. Mungu awabariki sana. Amen. Nilikuwa nikiwasomea hapa. Andiko hili. Sisi ninyi mmeambiwa kwamba usijaribu kukata hiyo nywele yako. Don't try. Biblia inakataza mwanamke asinyoe nywele yake. Na unajua mimi sitakupata mpaka hapo unasema, kwa nini ulinyoa? Kwa nini? Wakati wewe utakuwa umesikia neno hilo na unaenda kunyoa nywele yako. Hata hao watoto wetu wasichana. Mimi najua dada zangu ninyi mmenyoa watoto. Kwa sababu Mungu amejua. Lakini as from today kuendelea, usijaribu kupeleka wembe ama makasi juu ya kichwa cha mtoto msichana. Kama ni kijana nyoa, hatuna shida. Lakini msichana usiguze. Usifanye nini? Usiguze. Si mimi nasema. Ni maandiko inasema. Tu ikasema ya kwamba wewe ukiwa ni dada ambaye ni muamini wa Yesu Kristo, usishuke nywele. Mungu awabariki sana. Amen. Mimi ndio nasema. Si ni maandiko? Sasa unajua utasema wapi hapo? Wacha nisome tu. Na unajua tutarudia hii mambo tu. Tukijua kwamba inatusaidia. Hiyo ndio dawa. Na ukipuuza, nataka nikwambie hivi, hakuna kitu utapata kutoka kwa Mungu unless iwe ni shetani amekupa. Lakini si Mungu. Mungu utampuuza na yeye aendelee kukufanyia. Hiyo unadanganya. Mungu awabariki sana. Amen. Wacha niwasomee hapa tazama. Ili nawe utasomea mtu mwingine. Na ndakana msimame mtetee neno la Mungu. Sinisikia huko mkiimba hapa. Mungu mnatetea Yesu kwa jinsi gani? Hata kama shuleni, enda kama mzazi. Ambia watu usiguze, usiweke makasi hapo tafadhali. Don't. Suko natetea neno la Mungu. Yeah. Kisa sasa wewe unapoogopa, uko natetea neno la Mungu. Hapana. Hapana. Paka uende uambie haipaswi. Mimi niwaambia wakati nilikuja hapa niamba hapa Kitale. Yule mwalimu anajaribu kuniambia utafuata sheria, nikamwambia sikiza. Mimi nitafuata sheria. Na hata katiba ya nje yasema. Unajua katiba ya nje, utanilazimisha kufanya kitu ambacho imani yangu haikubali. Hapana. Hiyo si sheria, si haki. Na nikamwambia hata sheria ambazo mnatunga za shule chunga zisitilafiane na sheria za nchi. Sababu katiba yetu inasema mtu ana haki ya kuabudu Mungu bila na hakuna sheria ambayo inalazimisha mtu afanye kinyume cha imani yake. Hiyo ni sheria. Nina hiyo kitabu hapa. Yeah. Anawaambia kwamba hao wasichana wangu tangu wazaliwe hawajanyoa hiyo nywele yao. Hawajawahi. Walipokuwa okay, saa hii pengine kama hapo kwake afanyie. Lakini si hapa kwangu. Sababu lazima nisimame na nitetee neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Wacha niwasomee pasa hii ya kushuka. Hii ya kushuka iko hapa katika Wakorintho, Petro wa kwanza. Mlango wa 3. Petro wa kwanza mlango wa 3. Inasema mstari wa 3 inasema kujipamba kwenu
kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kushuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na uvumilivu, utulivu, iliyo ya dhamani kuu mbele za Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Amesema kujipamba kwenu msiweke kushuka. Mungu awabariki sana. Wanasema hapo tu peke yake. Okay, wacha tusonge hapa nyuma kidogo. Timotheo wa kwanza 2. Timotheo wa kwanza 2. Timotheo wa kwanza 2. Timotheo wa kwanza 2:9. First Timothy 2:9. Nasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Si mnajua kusitiri? Yaani kufunika, yaani mrefu, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kushuka nywele. Mungu awabariki sana. Amen. Amesema pamoja na kushuka nywele. Amesema si ndio? Sasa akisema si, tunaweza kushuka. Anasema si kwa kushuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema. Dhahabu na lulu ni kitu gani? Bangili, sijui vitati, wengine wanatoboa sijui mapua, wanaweka sijui nini hiyo. Mungu awabariki sana. Amen. Hiyo si kwa watoto wa Mungu. Hiyo ni makahaba, majambasi. Wao wanatega mioyo ya watu wa Mungu kwa kujipodoa. Na hiyo ndio kuna ujumbe nabii alihubiri inaitwa Jezebel religion. Dini ya Jezebel. Kama kuna mwanamke wa kwanza aliyefanya hiyo vitu, alikuwa anaitwa Jezebel, mke wa Ahab. Ambaye huyu Elia alimwambia kwamba hakuna mvua itanyesha katika nchi mpaka neno langu ni neno. Ndio hiyo mvua irudi. Kwa sababu huyo Jezebel alikuwa ameruhusu miungu imeingia katika Israeli. Na watu wamenaswa kwaye. Watu wanaenda kinyume cha Mungu. Mungu awabariki sana. Sasa dada zangu, hiyo ni mimi tu na kazi ama ni neno la Mungu? Praise God. Amen. Haya. Wacha tuje kwa kukata. Nilikuwa nikiwaambia juzi ya kwamba kanisa linapimwa na nyinyi wada. Mhubiri hata akija akisimama hapa anaangalia wadada vile wamekaa, vile wamevalia, vile wanajiendesha, vile hali inakuwa. Anajua tu kanisa limefikia wapi. Hapa katika Wakorintho wa kwanza 11. First Corinthians chapter 11. Korintho wa kwanza 11 mstari wa 13. 13. Wakorintho wa kwanza 11:13. Hiyo acha ikuja mambo ya kukata nywele. Inasema, je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Mungu awabariki sana. Amen. Sasa unajua anaposema kufunika anasema nini? Huyu anaitwa Bene. Bene nataka mkae tu. Wewe nani? Wewe ndio ama kama mkitaka kucheza mnaenda kuchezea hapo nje. Hapo mnakaa tunataka mniangalie. Very good. Mmekuwa wasichana wazuri. Sasa angalia mimi hapa tu. Tukimaliza mambo itakuwa mzuri. Sawa sawa? Anasema hapa hivi. Je, inapendeza mwanamke aombe Mungu bila kufunikwa kichwa? Sasa waliposema kufunika, watu walikimbia kwa nini? Kitambaa. Wacha tuone kama Biblia inasema kitambaa. Si ndio? 14. Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? Praise God. Amen. Wale wanaume ambao wanafuga nywele na kuwa nyingi kwa kichwa, Biblia inasema ni aibu kwa wao. 15. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake ama utukufu, kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Praise God. Amen. Ameenda kwa kitambaa. Amesema Mungu alipeana mtu wa kike nywele ili iwe badala ya mavazi ya kichwa chake, si kitambaa.
Sasa leo hii watu wanaweka ile nyeupe, ile blue, ile ya miti. Ndugu yangu, hizo ni sarakasi zetu tunafanya. Hakuna kitu hapo. Hapa hajanenea kitambaa. Amenena mwanamke amepewa. Alipewa na nani? Na Mungu. Hizo nywele ili ziwe badala ya mavazi ya nini? Ya kichwa. Praise God. Amen. 16. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo wala makanisa ya Mungu. Praise God. Amen. Akileta fitina hapa, sisi hatuna desturi kama hiyo wala makanisa ya Mungu. Si makanisa ya watu, si madhehebu. Pana. Kanisa la Mungu aliye hai linafundisha kwamba ninyi wadada mlipewa hizo nywele ili ziwe ndefu kwa sababu zinafunika kichwa. Praise God. Amen. Na usifanye sarakasi kwa kichwa hapo. Wachana hizo sarakasi bwana. Hiyo ni makahaba. Italeta shida. Italeta mapepo. Ndio sababu nataka niwaambie kwamba mkiendelea kuvunja neno la Mungu, hamtafukuza pepo huko nyumbani kwako. Utavamiwa. Sio umefanya kazi ya shetani. Atakuja tu hapo. Atafanya mambo. Na hata kuomba wewe utaomba kitu gani umevunja neno la Mungu? Hakuna kitu utakuwa unafanya. Unless utubu na mwambie Mungu nisamehe. Nimekubali. Praise God. Amen. Nafikiri kuna ndugu alikuwa anawaambia kwamba walienda huko Tanzania. Wakapata kulikuwa na dada. Alikuwa na shida. Alikuwa mgonjwa. Na huyu dada alikuwa anataka uponyaji. Wakati ndugu alihubiri, akaja hapo mbele akitaka. Na alikuwa ameshuka nywele. Na Roho Mtakatifu akamwambia dada, wewe una shida. Umekwenda kinyume na neno. Utakuwa tayari kufungua nywele yako? Akasema niko tayari. Hata sasa wakasema okay. Mungu ameangalia ndani ya moyo wako. Utakuombea kwa sababu umekubali kufungua. Alipoombewa na akaenda kufungua nywele yake alipona. Shida yake ilikuwa sababu alikuwa kwa sababu si mhubiri ndiye anakuponya jamani. Si ni Mungu? Na Mungu amekwambia kwa neno lake waachana na hilo, endelea kufanya. Lakini ukitii na utubu, Mungu anashuka na anakusaidia. Sababu utakuwa umevunjika. Ndio sababu nataka niwaambie sisters, Mungu awasaidie, msimame na mtetee neno la Mungu. Kwenda mbinguni si jinsi tunafikiria ni mchezo tu. Mpaka usimame utetee neno la Mungu. Kaa vile Mungu amekwambia katika neno la. Si vile dini zinafundisha. Na wewe ukiona kwamba ni ngumu, haina shida. Si dini ziko nyingi tu. Wewe enda huko tu mfanye sarakasi zenu. Haina shida. Na tuone kama mwisho utaingia. Sababu utaingia kwa hilo ne? Utaingia kwa sababu ulikuwa kwa dini fulani. Hata utaingia kwa sababu ulikuwa hapa. Utaingia kwa sababu ulikuwa hapa na ukasikia ne? Ukatenda vile neno linasema. Na sisi pia wandugu, Mungu atusaidie. Tuweze kusimama na neno la Mungu. Tuhakikishe ya kwamba kama una familia yako, iweke katika utaratibu wa neno. Kwa sababu maandiko inasema yule asiyetunza wa nyumbani mwake ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Hata nabii anasema kwa ujumbe wa kuchagua biharusi anasema ya kwamba wewe ndio una haki ya kuchagua mahali ambapo familia yako inaenda kupata chakula cha kiroho. Sababu lazima uone wanapata chakula kamili. Wasipate vitu ovyo ovyo bali kesho unajua Mungu wakati hao wanaenda kwa shida watarudi na kuangalia wasema baba si ungetuambia. Utabeba na wao. Ndio sababu Mungu atusaidie. Ninyi vijana, nataka niwaambie kwamba mkae na neno la Mungu. Muambie wenzenu ukweli. Huu ni ukweli bwana. Waambie ukweli. Na msikae wadhaifu. Tulikuwa hapa katika mafunzo ya shule ya Jumapili. Sema ya kwamba ninyi vijana mna nguvu. Na neno la Mungu linakaa na mmemshinda yule muo? Yes. Sisi hapa wazee tunatarajia ninyi vijana. Ninyi ndio kanisa kesho. Sisi tutatoka. Nani ataendeleza hili neno la Mungu? Mungu awabariki sana. Unajua hapa si kama madhehebu. Ati tunachukua mtu tupeleke kwa semina, aende ajifunze uhubiri. Hapana. Hapa wewe unapoendelea kuchukua neno la Mungu, kama Mungu aliona wewe ni mhubiri, atakushika mateka. Na utaanza kufanya kazi ya na utafanya kazi ya mtu ambaye humpendi. Paka wewe unampenda. Na pia umejitolea. Ningependa kuona vijana ambao watasimama na watetee neno. Hata kama kesho nitakufa niondoke. Hii kanisa isiondoke.
Sababu niliwaambia ya kwamba vile nilitoa hii nafasi mpaka huko mbele. Nilimaliza. Sasa niambia vijana wangu, kama mtu atajaribu kutempa na mahala hapa, atapata laana. Hata mimi mwenyewe siwezi kutempa na hii nafasi. No, nilitoa na nikapeana Mungu. Tosha. Kama watu watashindwa kuabudu, itakaa tu mpaka Kristo atakaporudi. Yes. Kama watu wanakuja hapo waje kuabudu, wasije biashara nyingine. Ni kuabudu? Kuabudu. So tusimame ndugu yangu, tutetee neno la Mungu. Na tuwe na uhakika na nini? Na Mungu. Kwa sababu Mungu yuko na anatusaidia. Lakini shida ni kwamba sisi tumemfail. Baada ya kusikia neno la Mungu, unaenda kupuuza tena. Unaenda kufanya kinyume. Sasa jamani ndugu zangu. Balebe. Hata kama ni wewe. Ikiwa hata mimi mtoto wangu nikimkataza kitu fulani akiendelea kufanya, ninasikia hasira. Mungu awabariki sana. Wacha niwasomee kitu fulani hapa. Tena wasomee kitu fulani hapa. Lakini nataka niwasomee hapa. Katika hii ujumbe wa Waebrania anasema walipofika kule Musa alitoka. Unajua kana zungumzia wana wa Israeli. Unajua safari yetu inafananishwa na wale wana wa Israeli. Walipofika kule Musa alitoka akaenda na kumsihi Mungu. Mungu akafungua tu bahari ya Shamu, nao wakavuka. Akawafungia adui humo ndani. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Usiogope. Usitaharuki. Usiwe na wasiwasi. Utamkasirisha Mungu. Mungu awabariki sana. Ndugu zangu, tusiwe na wasiwasi juu ya neno la Mungu. Tutakasirisha Mungu. Wakati Mungu amenena juu ya kitu, amini Mungu amenena. Alafu tenda sawa na vile Mungu amesema, Mungu atajisikia vizuri. Lakini wakati tunashuku neno la Mungu, Mungu anakashirika. Watu ati Mungu ni wa neema tu. Hapana, tumeona akiangamiza watu Bwana. Baada ya watu kupuuza neno lake. Mungu awabariki sana. Ilikuwa shida. Na si kwamba okay, wewe utasema kwamba huyo nabii tu anasema. Wacha nikusomea hapa katika maandiko na uone. Mungu anaweza kukuokoa dada ama ndugu, akuokoe kwanza. Na ukianza kuzembea atakuangamiza. Yeye hata kujua kama alikuokoa Bwana. Atakuokolea hapa. Kufika hapa ukiendelea kufanya mchezo. Anakusimash off. Mungu awabariki sana. Fungua 1 Corinthians chapter 10. Wakorintho wa kwanza 10. Unajua sababu gani nasoma maandiko mingi hivi? Mimi sitaki iwe maneno yangu. Si nilikataa hiyo? Dada yangu ama ndugu yangu ukienda nyumbani, kumbuka una Biblia utaenda kurudia. Na uone vile ilivyo hatari. Wakati ambapo tunacheza neno la Mungu, si vizuri. Wakati tumeanza safari, tuende na hiyo safari tukiwa dhabiti mpaka mwisho. Tusifike mahali fulani tukaanza tena ndugu, italeta shida. 1 Corinthians chapter 10. Wakorintho wa kwanza 10. Uone vile Paulo anatuonya hapa. Verse 1. Kuendelea. Nataka mtege masikio vizuri. Unajua ndugu zangu, acha niwaambie, wakati mwingine mimi huomba mpaka hata nalia machozi. Wakati naona hapa neno linakataza watu na watu wanaamuka moja kwa moja wanaenda kutenda kinyume. Yaani mpaka nashindwa bali sasa hii ni kitu gani? Sasa no. Hata kama ni kuambia Mungu jana, tutamwambiaje? Bwana wabariki sana. Amen. Tutamwambiaje jamani? Okay, wacha niyo. Sikiza tu vizuri hapa. Anasema, kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu, yani wale wa Israeli, walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari. Walipopita kwa hiyo bahari ya Shamu wakiokolewa, sivyo? Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Hiyo chakula ambayo Mungu alikuwa akiteremsha kila siku. Hiyo maana. Sawa sawa? Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata. Na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Ile mwamba ambaye Musa alipiga maji ikatoka, alikuwa ni Kristo. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao.
maana aliwaangamiza jangwani. Kumbuka alikuwa amewatoa brother. Wakati mwingine mimi uangalie mpaka nasema jamani, mara mnajua chenye mnafanya ama hamjui? Mungu alikuwa ametoa watu Misri, ndugu yangu. Amewang'oa baada ya miujiza mingi. Akawaleta wakapita katika bahari ya Shamu. Wale maaskari wanani walipomfuata, walipofika hapa, waliangamia kwa hiyo bahari, si ndio? Wakaja ng'ambo hii, hata kina Miriam wakafurahi kwa sababu wameokolewa. Wakaimba nyimbo za ushindi, wakasema Mungu asante, umetuokoa. Lakini walipofika kwa jangwa, ndugu yangu, watu wengine wakaendelea kukosa kuwa na imani na neno la Mungu. Mungu hakusita. Mizoga yao ilibaki jangwani. Aliwaua hata kama alikuwa amewaokoa. Aliwaua. Sasa dada yangu, ndugu yangu, wakati wewe umeokolewa, umeenda umebatizwa ndani ya maji kwa jina la Yesu Kristo vizuri. Umekuja hapo umefika. Uko unatakaswa na neno, alafu unakataa neno lisikusaidie. Ndugu yangu, sister, brother, huyu ni Mungu ndugu yangu, si dhehebu. Wakati fulani mimi nasema Mungu saidia, hurumia watu. Saidia watu. Mungu awabariki sana. Nafikiri niko nawasomea tu vile Paulo anatuambia. Hao waliokolewa kufika hapa, walipoendelea kuzembea, Mungu hakuchoka. Hakuna koti utampeleka Mungu bwana. Ataua watu. Mungu anauanga watu, bali utamshtaki watu, brother. Kuna koti utashtaki Mungu? Hakuna. Mimi sasa nikifanya mchezo hapa, hata nikijaribu tu, hata sijaua lakini nimejaribu, ndugu, nitawekwa ndani mbaya sana. Na watakuja wabomoe kanisa, kumbe kanisa ya wakora. Nitawekwa ndani vibaya sana. Lakini Mungu akifanya, yeye ni mwenye mamlaka. Hakuna mahali utampeleka. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Tunapendelea, anasema ilikuwa ni mstari wa 5. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwenu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale walivyotamani, wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusimjaribu Bwana, maana wengi wao walivyomjaribu wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika wakaharibiwa na mharabu. Basi mambo hayo yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonya sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Mungu awabariki sana. Amen. Mpaka unapata mtu akananung'unikia neno Bwana. Neno limesema unanung'unika. Hiyo mimi sitaweza. Hiyo si hata unyamazi. Unanung'unikia neno la Mungu. Mungu atusaidie ndugu zangu. Amen. Mungu atusaidie ndugu zangu. Ninaomba Mungu atusaidie. Fanya hivyo kwa dhehebu, lakini si kwa neno lako. Utakuwa uko unatafuta kuangamia vibaya sana. Kwa sababu gani? Umesikia, umeambiwa, badala ya kutii unaenda kinyume. Sasa na unajua hapa tunaambia kwamba walipoenda kinyume, Mungu alifanya nini? Aliwaangamiza. Na hata sisi tutaangamizwa ndugu yangu. Na si huyu Paulo peke yake ananena. Angalia hapa Yuda, enda hapo mbele kidogo, barua ya Yuda. Kabla hujafika Ufunuo, Yuda hapo, barua ni fupi sana. Huyu jamani alitoa mabullets kali. Ni barua yake mlango mmoja peke yake. Na alitoa habari kali, yaani ya kuambia watu bwana, tumejifunga vya kutosha, tunaenda mbinguni. Uone pia anasema nini? Barua ya Yuda hapa 1 mstari wa 5. Okay. Yuda 1:5. Mmepata? Nataka msikize vizuri. Unajua niko nasoma mambo haya na mjue ni Mungu anasema, si mimi. Ili kusudi hata wakati unaona niko na cheza nisaidie. Mungu awabariki sana. Amen. Anasema
Mmepata hapo? Tena napenda kuwakumbusha ijapokuwa mmekwisha kuyajua haya yote. Unajua sasa hapa anasema, huyu Yuda anasema haka na kutukumbusha tu. Si tunajua mambo ya Mungu sisi. Tunakujanga kanisani. Lakini kuna kitu anataka kutukumbusha. Anataka kutukumbusha nini? Anasema ya kwamba Bwana akiisha kuwaokoa watu katika nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wasioamini. Unaona, amerudia tu ile kitu ambayo Paulo amesema huko katika Wakorintho wa kwanza. Hata pia anakuja anasema, kumbuka, msisahau mmeokolewa ndio. Mmejua neno la Mungu ndio. Lakini anasema baada ya Mungu kuokoa wana wa Israeli kutoka Misri, baadaye aliwaangamiza walipoanza kutokuamini Mungu. Walipoanza kumpuuza Mungu. Ndio niko nawaambia ndugu zangu, Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Okay, 6. Na malaika wasioilinda enzi yao wenyewe, lakini wakayaacha makao yao yaliyowahusu, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kuu. Mungu awabariki sana. Wewe fikiri malaika walikuwa mbingu? Baada ya kuwa waaminifu kwa Mungu, wakaenda kufuatana na huyo malaika alikuwa anaitwa nani? Huyu shetani Lucifer. Wakaanza vita kinyume cha Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Nini ilifanyika? Biblia inatuambia wamefungwa chini ya giza. Wamengoja siku ya hukumu. Walikuwa na makao mzuri, lakini wakaacha makao kwenda kinyume cha Mungu. Mungu hakuwaacha. Sema nyinyi kaeni hapa. Na unaona hao ndio wamekuwa mashetani, mapepo ambaye inakuja na kudanganya watu ili waende kinyume cha neno la Mungu. Mungu awabariki sana. Amen. Sasa tukumbuke kwamba licha kwamba tumekombolewa ndugu, tusijaribu kufanya mchezo. Tusijaribu kufanya mchezo ndugu zangu. Hata kidogo. Hapa inatakana tuhakikishe tuko natembea ana kwa ana, step by step, na ni neno kwa neno. Kama kitu si neno, achana nayo dada, achana nayo ndugu. Tunataka tuende mbinguni. Hatuna biashara nyingine. Bwana wabariki sana. Hatuna mambo mengine ambayo tunatafuta. Tunatafuta Mungu. Na Mungu ni nini? Mungu atusaidie ndugu zangu. Mungu atupiganie. Na Mungu atuwezeshe. Tujue tumeshika ukweli. Bwana wabariki sana. Amen. Acha nisome hii, halafu tutaweza kwenda nyumbani. Kwa ujumbe unaitwa Souls in Prison Now, yaani roho zilizoko kifungoni sasa. Lakini tunataka nisome hapa, nabii pia alikuwa anazungumza. Na alikuwa anakoti maandiko yale yale. Souls in Prison, paragraph 219. Mpaka 221. Nataka msikize vizuri hapa. Nabii anasema, remember them people of Israel. Unaona? Anakuoti unajua hii safari yetu ndugu zangu inafananishwa na kabisa. Anasema wale wa Israeli. The Bible said, nafikiri si tumesoma hapo. Biblia ilisema after he called the people out, baada ya Mungu kuita watoke kule Misri, and saved them out of Egypt, na kuwaokoa kutoka katika Misri, he destroyed them because they didn't follow the message. Mungu awabariki sana. Aliwaangamiza baadaye kwa sababu nini? Hawakufuata ujumbe ambao Mungu alikuwa ananena. Mungu awabariki sana. Huyo mjumbe ndiye ametutoa katika madhehebu ndugu zangu. Na nimekuwa nikiwaambia ndugu zangu, kama unajua kusoma na kuandika, soma ujumbe. Hiyo ni maneno ambayo alienda mbele za Mungu akileta ili kutayarishe kwa ajili ya kwenda nyumbani. Tuheshimu kile ambacho Mungu alimwambia atueleze. Amesema hapa baada ya Mungu kuwaokoa Waisraeli, baadaye walipoendelea kufanya mchezo,
Mungu aliwaangamiza. Hakuchoka. Sababu alijua hii watu hawaoni yale nimefanya. Nimewatoa katika nchi ya utumwa. Nimekuja hapa katika bahari, nimewatoa mpaka nimeua maadui zao, na bado hapa hawataki kuniheshimu. Hebu muone kila anaendelea kusema. Anasema they eat manna out of heaven. Walikula hiyo manna ambayo ilianguka. They eat manna that God rained on the earth. Walikula hiyo manna ambayo Mungu alikuwa akinyeshea duniani for them to eat, kwa ajili yao wakule, kwa sababu walikuwa wanasafiri saa wangelima. And stood in the presence of the messenger. Walisimama mbele ya huyo mjumbe wa wakati wao ambaye alikuwa Musa. And seen the pillar of fire. Wakaona hiyo nguzo ya moto, ndugu yangu, that one. Ilikuwa ikionekana kabisa hapo. Usiku ilikuwa kama nguzo ya moto, mchana ilikuwa kama wingu. Mungu awabariki sana. Wakiona hivi. And heard the voice of God. Wakasikia sauti ya Mungu. And seen it confirmed. Wakaona ikithibitishwa. And then because they wanted to believe Korah, na baadaye kwa sababu walitaka kuamini Korah, there can be more holy men. Wakasema ati si na bibi gani asemi bwana. Hata kuna wahubiri wengine wanaweza kusema there can be this that. Tunaweza kuwa na wengine. We got to be holy too. Hata sisi pia ni watakatifu bwana, si huyo nabii peke yake. We got to do this. Nataka tufanye hivi. All the people is holy. Watu wote ni watakatifu tu. God said, walipoanza hiyo ujinga, Mungu akasema, unajua sasa wakati mambo ilianza hivyo, Musa alikuwa anaenda tu mbele za Mungu. Sasa mimi nitafanya nini? Ni kama nataka kuhangaika. Angalia kile Mungu aliambia Musa. God said, Mungu anasema, separate yourself from them. Jitenge kutoka kwao. Get away from there. Toka hapo. Moses said, Musa akasema, all is on the Lord's side, come with me. Anasema wote ambao wanaona wako upande wa Mungu wakuje upande wa kwangu. That's right. Hiyo ni sawa. See? Unaona? And he just opened up the earth and swallowed them up. See? Mungu awabariki sana. Unajua ni nini ilitokea? Wakati walianza hiyo mambo, hata tunasikia Korah na Dathan na wengine. Mungu alimwambia Musa, fanya hivi. Enda tu waambie wenye wako upande wa Mungu waje upande wangu. Na yeye akasonga huko hivi. Watu wachache wakaja upande wa Musa. Wale wengine wakabaki wapi? Huko. Na hao wahubiri wengine. Na unajua hao watu Korah na Dathan haikuwa watu bure. Walikuwa ni wahubiri. Kama vile saa hizi tuna wahubiri ambao wanahubiri ujumbe hata. Lakini hawaleti kile nabii amesema. Wanataka kuvunja maandiko bwana. Wanataka kufanya nabii apingane na Biblia. Hash. Mungu atusaidie sana ndugu zangu. Mungu akamwambia Musa, ambia wenye wanakuja upande wako wakuje. Wakajitenga hivi. Ndugu yangu, nini ilifanyika? Mnajua nini ilifanyika? Moto ilishuka tu kutoka mbinguni na ikakuja mahali ambapo kuna Dathan na Korah na wengine wamesimama. Hiyo moto ilirarua tu chini. Ardhi ikapanu. Hawa watu wote tani na inafunika. Mungu hawezi choka bwana. Hii muda yote mmekuja paka sasa. Hamuamini kila ambacho nimechukua nabii wangu kuwaletea. Mnaanza kujifanya nanyi mna mambo yenu hapo. Waliangamia hapo hivi. Na akawaambia nyinyi ambao mmebaki songa mbele. Nataka niwaulize leo hii wahubiri wangapi wamezama na watu? Na unajua saa hii haifanyiki moja kwa moja vile ilifanyika huko. Saa hii inafanyika kiroho. Watu wanakufa kiroho. Wanaingia ulimwenguni kiroho. Wengine wameanza kusema tayari tuko katika millennium gani bwana? Millennium nafikiri tunanyakuliwa kwanza. Ndio tunarudi tena. Sasa unakuwa millennium wakati tunaenda matanga. Unaenda hospitali huko millennium. Mpaka unashangaa bwana. Wewe uko unasema kitu gani bwana? Na ni wahubiri ambao wako katika ujumbe. Hata hii mambo ya kushuka vile inatatanisha hivi. Ni wahubiri wanaleta shida bwana. Mpaka unaona mtu anakuuliza na mbona wewe mhubiri anakuuliza hao ndugu? Ndio mara nyingi nawaambia please, hapana angalia wandugu, hapana angalia watu. Msiangalie wahubiri, angalia inasema nini. Kama neno alisemi achana naye. Na kama limesema kufa na kupona tenda. Sababu hiyo ni mapenzi ya Mungu. Praise God. Amen. Yeah. Tumefika mahali pasito sana ndugu zangu, ambapo hakuna mchezo. Na ndio huwa nawaambia kwamba hata mimi mchungaji wenu, kama nitawaambia kitu ambacho si neno, una haki ya kuniuliza. Usiogope please. Tunataka tuende mbinguni.
Niulize mchungaji, hapo umesema lakini ni neno ama ni mawazo? Sawa. Nitatafuta kama ni neno nitakupa ndio hiyo baba. Ndio hiyo. Si mimi. Mungu awabariki sana. Mungu hapa kuja kuniamini mimi? Hapana. Si nikuamini neno. Sasa tuchukue neno. Neno likishasema final. Hata mimi sina la kusema hapa. Itakuwa imekwisha. Lakini hii mchezo ambao tunafanya, tunafuatafuata watu. Wao wanafanya tu hivi. Wewe utaenda kwao. Ndugu zangu, mwisho tunaenda kuanguka mbele za Mungu. Praise God. Wacha nifunge na hii maandiko. Waebrania 3. Wacha tufunge na hapo. Alafu tuende nyumbani. Waebrania 3. Hebrews chapter 3. Waebrania 3. Na hii ndio utaenda naye nyumbani. Si peke yake. Yale umesikia tu. Okay, kama umeshika kiasi, enda na hii. Na hiyo. Na mara nyingi tukiwa nyumbani, jaribu hata kupitia kwa maandiko. Jaribu kusoma maandiko. Ukiwa na swali, uliza. Waebrania 3 kuanzia mstari wa 12 mpaka 15. Sio 15, tutasoma mpaka 19. Tutafungia hapa. Umepata sivyo? Aha. Nataka msikize sasa vizuri hapa. Muone vile maandiko inasema. Maandiko yanasema hivi. Angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Hapa Paulo hapa anasema nini? Tafadhali isipatikane katikati yetu kuna mtu ana moyo mbovu. Yaani kutokuamini, yaani kukosa kuamini. Wakati Mungu amesema na hutaki kuamini, hutaki kukubali. Hiyo ni moyo mbovu. Na unajua hiyo moyo ya kukataa kusikia yale mambo ambayo Mungu anasema inakufanya ujitenge na Mungu. Alafu anasema lakini muonyane kila siku maadamu iitwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Amesema tuonyane Jumapili tu. Ijumaa tu. Amesema ili mmoja wetu asipatikane. Amefanya nini? Acha nirudie hiyo. Lakini muonyane kila siku maadamu itwapo leo, ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Moyo usiwe mgumu. Ndugu zangu, wakati Mungu amenena kitu, mbona moyo yako inakuwa mgumu bwana? Mbona unataka kupendeza walimwengu? Mpaka unaona mwingine anauliza, na sasa watu watanionaje? Yaani nikikaa tu hata sijatengeneza hapo kichwa, watu watanionaje? Unajua hata mimi nina ndugu zangu hapo kwa town huko, wakija wanikuta kichwa imekaa. Sawa tu. Kwa maana sasa sikiza hapa uone vile anatuambia. Kwa maana tumekuwa washirika wa Kristo kama tukishikamana na mwanzo wa udhabiti wetu kwa nguvu mpaka mwisho. Praise God. Amen. So what happened to why isifike mahali kama tunaanza kushirika vile tulianza moto, tuko tu moto hivyo. Jamani, Mungu anaponya. Mungu anataka tukae na neno la Mungu. Mungu anataka tuishi watakatifu. Praise God. Amen. Mambo ya kimila hatutaki. Lakini kama hii mambo ya mina hii ilikuwa na wewe na ulikuwa hapa usiku, unajua kuna watu wanawatanga kulala alafu wanakimbia usiku. Mungu awabariki sana. Amen. Wewe ni mchawi tu. Hakuna kesi mingi tutafanya hapo bwana. Wewe unakimbia usiku kwa sababu gani? Na utapata siku hiyo huyo mtu kuimba, anatoa sauti mpaka watu kwa lami huko wanasikia. Lakini hapa kanisani haibi. Praise God. Hiyo ni mbaya sana bwana. Wewe unachanganya mambo ya ulimwengu na wachana na hiyo kabisa, hiyo ghasia. Praise God. Hata mimi naulizanga wahubiri wengine, nyinyi naye mnafanya kitu gani? Baadaye kuambia watu waachane na hii vitu, nyinyi ndio Mungu unapalilia hii vitu.
Toa mtoto peleka brother Godfrey. God bless you my brother. Nashukuru sana. Unajua nilisikia tu baadaye. Na nikaona hata unajua nilikuwa nikienda hapo nikiuliza dada, huyu ndugu nini bana? Atapeana nafasi mpaka pepo utakuja pita kwa mtoto bana. Akaenda shukuru vile ulifika chukua wewe mara moja maliza mtu na anakaa. Kwisha hivyo. Na kuna pepo nyingine ya kusema ati kuharusia. Hiyo shetani. Nataka niwaambie ndugu, kanyaga hiyo pepo kabisa. Ati anafaa nguo. Yaani alikuwa anatembea uchi. Wacha hii mchezo. Watu tuwe serious na mambo ya Mungu. Mtu haka anatembea na nguo. Nguo gani anavaa? Mhubiri mwingine akaniambia tunajua hapo ndio tunaenda kumwambia sasa ameanza kuwa mtu mzima. Nikamuuliza wanaita hiyo nini? Ati kuharusia sijui nini. Kamwambia na hiyo iko kwa maandiko. Kamwambia hebu nipe maandiko hapo. Petero na Yohana walifanya hiyo ujinga. Akasema, unaita ujinga? Anasema yes. That's nonsense my brother. Hakuna kitu hapo. Nikamwambia iko wapi katika maandiko? Kamwambia sasa unapoenda hapo hivyo. Wewe umechukuliwa na shetani. Wewe usifikiri ati wewe ni mhubiri sasa. Umenaswa. Badala ya kukataza hiyo vitu ya kuabudu sanamu. Unaona hiyo vitu ambayo anaacha kuabudu sanamu? Hiyo ndio sanamu inaabudiwa. Kwa sababu ni ibada iliyotungwa na watu ambaye hata Mungu hahusiki. Kunasa watoto wa Mungu walitoka achana na brother, ukimaliza hivyo pesa imemalizika mambo ya kwanza kataza mtu, hii ni ngoma yangu. Aish. Enda fanya kwako huko bwana. Bana leta hiyo mapepo hapa kwangu. Tunataka Mungu. Hatutaki mashetani. Hatuwezi kunywea kikombe cha Mungu na kikombe cha mashetani at the same time. No. Mimi brother nilisimama na watoto wangu kijana yule mkubwa ambao mnaona. Mpaka mjukuu wangu huyu. Hospitali na hii ujinga ngine nikataka. Kwa nini imetokea? Si hadi hawa. Mpaka shetani tumfungie huko nje. Yes. Sisi tutembee kama wana wa mfalme. Sisi ni wana wa mfalme. Nani anacheza? Tuko tayari. Unajua mimi naambia watu hata kama utanipeleka kotini. Yaani koti waliumbia nani bwana? Na hata nikishikwa nifungwe iko shida. Pengine kuna wafungwa huko ndani wanataka neno. Na sitanyamaza. Nikifika huko ndani bwana, hiyo naye bwana. Nitasema. Yaani wakitaka waninyamazishe waniue. Basi. Lakini kama niko hai, ndio huko nitasema. Tasema. Sababu si ni ukweli. Waliposhika Petro wakafunga, alinyamaza. Waliposhika Paulo wakafunga, alinyamaza. Huko tu kwa gereza walianza kuimba bwana. Paka Mungu akashuka akaanza kutingiza gereza. Hiyo ndio wakati tena tumefika. Huo ukweli umekuja. Kwa sababu walikuwa wamepotosha. Dini zilikuwa zimepotosha huu ukweli. Umerudi ndani mwetu. Ni wakati wa kusimama na tuambie Mungu wewe ni Mungu. Tuambie watu this is the truth. Cha hii mambo ya ukora yenu. Tutanena mpaka mwisho. Na mimi najua Mungu hawezi kutuacha bwana. Umesimama na yeye atakutetea. Kama Shadraka, Meshaki na Abednego. Ndugu yangu Mungu aliwatetea. Wakati huyo mfalme alisimamisha baada akasema walinama kweli. Walikuwa na kiburi bwana. Paka wakawashtaka wasema kuna jamaa watatu hapa wamekuwa na kiburi mfalme. Sasa kweli anasema pika tena vinubi na nanda na kila kitu mimi nataka nione mwenyewe kwa macho yangu. Wakaanza kupiga vinubi. Jamaa wamesimama bwana. Akasema okay, sawa. Nyinyi ndio mnataka kunionyesha kiburi. Sema hiyo moto ongeza mara 7 hiyo tanuru. Kwake kabisa. Akaniona hawa watu wanafanya mchezo na mimi hapa. Akasema maskari, funga miguu yao. Funga mikono. Beba hii wajinga peleka kwa moto. Na wakati mambo hiyo akananena hivyo. Nabii anasema ya kwamba Mungu alikuwa angali tu mbinguni amenyamaza ameangalia. Hajashuka. Anataka kuona mtabaki waaminifu ama hapana. Hawa jamaa walikaa. Hawakutaka kujoka. Maskari walikuja kuwachota bwana. Funga miguu, funga mikono. Kuwabeba. Kwanza kuenda nao. Step, wako wanapeleka. Mungu hajashuka. Walipofika tu kwa moto hapo na Mungu anashuka bwana. Hiyo moto ilichoma tu kamba ambayo ilifunga hao raia miguu na mikono. Lakini maaskari waliowabeba walilambwa na moto bwana. Kwisha. Na Mungu anashuka. Jamaa walipoingia ndani
Anashtukia watu waliokuwa watatu wako wangapi? Wanne. Wako wanatembea tu kwa moto hivi. Na Mungu anamwambia very good boys. Nzuri sana. Nashukuru sana. Naona mlistahimili kweli. Na niko pamoja nanyi. Niliona hamkuwa waoga. Yes, nataka watu kama nini. Praise God. Hallelujah. Paka mfalme akasema niko naona namna gani? Hii ni maono ama ni haki? Yaani paka alikubali na aliamuru tangu siku hiyo watu wote waabudu Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego. Huyo ndio Mungu wa kweli. Praise God. Amen. Na leo tunataka watu wa aina hiyo. Mbaya watu watakubali kwamba watu wanaabudu Mungu wa kweli. Lakini unaona hivi tunachanganya mpaka tunafanya Mungu anabaki huko juu. Hawezi shuka. Mungu atashuka wakati tumesimama na neno. Wakati tumetetea neno. Wakati tumebaki waaminifu kutekeleza maandiko. Praise God. Amen. Hapo ndio Mungu atafanya nini? Anashuka. Mungu yuko, ndugu zangu, msiwe na wasiwasi hata kidogo. Shika neno. Kama kuna mahali umevunja, tubu. Wewe tubu tu. Kwa sababu sisi ni wanadamu, ndugu zangu. Tunaweza kosea. Siko namna hivyo. Tunaweza kosea. Lakini tubu. Baada ya kujua kwamba hii niko nakosea, tubu, rekebisha, mambo yanakuwa sawa sawa. Acha tukome hapa hivyo. Mungu akipenda tutaendelea wiki ijayo. Mungu atusaidie ndugu zangu, atuwezeshe. Kama kuna kitu kibaya unafanya, nataka nikutangazia kwamba rekebisha. Ndugu yangu, huu ni wakati tunangoja kuja kwa Kristo. Hiyo ndio kitu tu imebaki. Kwa sababu nabii amemaliza kazi. Mungu awabariki sana. Amen. Na nabii anasema ya kwamba ishara ya mwisho ili Kristo aje, ishara ya mwisho ni Mungu akiwa ndani ya mwili wa mtu. Mungu awabariki sana. Amen. Na unajua huyo ndugu, Mungu alishuka toka ingia ndani mwake. Na akaanza kunena na watu. Mungu awabariki sana. Amen. Na hiyo ndio ilikuwa ishara ya mwisho. Saa hizi tunatarajia tu kuja kwa Kristo. Hakuna kitu kingine tunatarajia tena. Hakuna. Kile tunangojea ni kuja kwa Kristo. Hili neno liko natayarisha bibi harusi. Ajipange awe lined up, hakikisha anatembea neno kwa neno. Na kila kitu kiko sawa. Kwa hivyo ndugu dada, nataka tukiimba wimbo, jiangalie kama kuna mahali ulikuwa umekosea Mungu, ambia Mungu wako, hata mimi pia nitajipeleleza, nione ni wapi ambapo nilikuwa nimeenda kando, niambie Mungu anisaidie. So tunataka akija tusibabaike. Tusiachwe ndugu zangu. Na nataka niwaambie baada ya unyakuzi wa bibi harusi, hii dunia haitakuwa dunia. Tabu inaenda kuwa dunia hii yaani hata sijui nielezeje. Itakuwa ni shida kubwa. Mambo ambayo yatakuweko ni tabu. Sababu neema itakwisha, mlango utakuwa umefungwa, maombi yako haisikiki. Mungu amerudi upande ule wa Israeli. Mataifa atakuwa amemalizana nao. So kama umepewa ukweli, unashika ukweli, hakikisha unashika huo ukweli na unatekeleza sawa na vile unavyosema. Bwana wabariki sana. Amen. Kwa tukiimba tutakuwa tunaenda mbele za Mungu, kila mmoja aweze